sababu Kenya hii ile ya muhimu saa hizi ni kupanga vile wakulima watatuzalishia chakula, tuwasaidie tuondoe njaa. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba mazao yetu ya kutoka shambani iko na soko mahali ya kuuza isiharibike. Ya muhimu ni watoto wetu wasome, na ndio sababu tumeajiri walimu wapya 76,000 in the last 2 years. Na nimeambia huyu waziri wetu John Mbadi aweke pesa ingine shilingi bilioni 2 tuhakikisha kwamba mwaka huu tunaajiri walimu wengine 20,000. Ndio watoto wa Kenya kutoka sehemu zote, kusiwe na mtoto wa Kenya anakosa kwenda shule, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa kama watu wa Kenya. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wakipata elimu wanakuwa sawa. And that is what we are doing. Na tumesema pia ile higher education funding model tubadilishe, ili watoto wa kutoka jamii maskini wapatiwe scholarship ya serikali. Wakienda university ama wakienda TVET 90% wapatiwe scholarship, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wa kutoka jamii maskini pia wanaenda university kama watoto wa Wakenya wengine. Ndugu zangu watu wa hapa Migori, mnasema tuendelee namna hiyo ama mnasema tuendelee namna gani? Tuendelee namna hiyo. Tuunganishe Kenya. Tusukume mambo ya watu wasome. Mmesema ni ajiri walimu wengine 20,000 wasomeshe watoto wetu. Mnasema tuwasaidie wakulima wetu watuzalishie chakula. Mnasema tupange ajira hawa vijana. Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Vijana wa Migori hoye. Vijana wa Migori hoye. Nataka munisikize. Vijana mnanisikiza? Nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa? For the first time we have a plan on youth employment. Hii mpango hii ya affordable housing na hii mpango ya masoko hapa Migori tunajenga nyumba 10,000 mpya. Jana nimetangaza ya kwamba ile shamba ya serikali iko Migori town. Sasa tutatoa hiyo shamba tujenge manyumba 2,000 ya Migori hapa Migori town. Na tunahitaji vijana wengi zaidi ya 5,000 wa kufanya kazi ya program ya affordable housing na markets. Vijana wa hapa Migori, mko tayari ama mko tayari? Sikizeni tena. Jambo la pili, mimi nawapatia mpango ya ajira yenu. Jambo la pili, tumekubali pale Jitume Center, pale mambo ya ICT, kila mbunge, hata mbunge wenu hapa Bwana Paul Abor, tumemwambia ajenge ICT hub in every ward in hapa Rongo constituency. Na tunataka huyu mungwana, sikizeni, akijenga ICT hub, mimi naweka computer, mimi naweka internet, mimi naunganisha stima, mimi naleta walimu, ili hawa mahasla mnahangaika hapa muende kwa ICT hub, mufinye computer, muweke pesa kwa mfuko. Mutajipanga ama mutangojea? Mutajipanga ama mutangojea? Mutajipanga? Mutajipanga? Sasa wewe Bwana Paul, harakisha mambo ya hawa vijana. Wanataka pale, kwa sababu tayari tumekubaliana na kampuni nyingi duniani kwamba Kenya has the best human capital anywhere in the world. Na hawa vijana wanaweza kupata ajira wakati wanafanya kazi katika mitandao, ili mitandao isiwe ni mahali ya kutukanana. Mitandao iwe ni mahali ya kupanga ajira. And that is my commitment, ya kwamba tutazungusha mambo ya internet, tutahakikisha kwamba kuna ICT hub so that we can hire more young people in the digital workspace, tuhakikisha kwamba we have digital jobs that can supply labor to the global community from our homes. Na jambo la tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba sasa tuko na nafasi. Ujerumani wanahitaji wa Kenya kufanya kazi. Marekani wanahitaji vijana wa Kenya kufanya kazi. Australia wanahitaji vijana wa Kenya kufanya kazi. Hiyo mambo ya export of labor, in the last 2 years we have taken 200,000 young people to work outside Kenya.
Na mimi nataka vijana wa Migori mjipange. Nyinyi mtajipanga? Mimi nauliza nyinyi, wewe mtu ya Migori. Kazi ikipatikana hapa Rio City si unafanya? Ikipatikana Migori si utafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Ikipatikana Syria si utafanya? Ama nyinyi ni watu wa kuchagua? Si tumekubaliana kazi ni kazi? Si ile imepatikana unasonga na yeye? Ama mnasemaje watu wa Migori? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee? Sasa mwisho mimi nataka niwaambie viongozi wa taifa letu la Kenya, mimi nataka niwaeleze wakati huu ni wakati wa kupanga mambo ya kazi ya wananchi. Hii mambo ingine mingi ya kupanga siasa, kuna siku ya siasa itakuja, na hiyo ni 2027. Wanaume na wanawake watakutana kwenye debe. Wale watakuwa na bahati watasonga mbele, wale hawatakuwa na bahati watakwenda kuvua samaki, wengine wataenda kulima shamba. Hakuna problem. Ama namna gani? Mnasemaje nyinyi wananchi? Si nyinyi wananchi ndio kuamua? Mimi nauliza hapa Rongo, wewe mtu ya tarumbeta, ngojea sasa. Wewe mtu ya tarumbeta, nimeacha nikuulize. Nilikuwa nimesoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa ndio tuende mbinguni. Sasa hii tarumbeta, kwani tunaenda mbinguni leo? Ngojea na tarumbeta kwanza. Ama namna gani? Sasa niulize nyinyi watu wa Rio City hapa, watu wa Rongo. Si nyinyi ndio mtaamua nani ataendelea, nani atabaki? Si nyinyi ndio mtaamua MCA, muamue wabunge na maseneta na magavana na rais, ama namna gani? Si mtaamua nani amefanya kazi? Hapa hakuna kuamua kwa sababu ati sura, mtu wako na sura. Si contest ya urembo. Hatutaamua kwa sababu ati nani ni wa kabila gani. Hawa wananchi wanataka kujua nani yako na mpango ya kujenga barabara, nani yako na mpango ya kuunganisha stima, nani yako na mpango ya kilimo, nani yako na mpango ya ajira ya hawa vijana. That is going to be the yardstick upon which the people of Kenya will elect the next leaders. Wasifikiri ya kwamba watatuuzia ukabila ama chuki. Tunaelewana? Hasira, ukabila, chuki, migawanyiko haina bei kwa mambo ya kutafuta viongozi wa taifa letu la Kenya wa siku zijazo. Ni mpango ya vile Kenya itabadilika, vile tutapanga ajira ya vijana. Nataka niwaulize wale tunashindana na wao, waanze kujipanga kuuza ama kutafuta sera ya kuuzia hawa wananchi. Chuki na fitina na ukabila iko bei chini sana. That they cannot succeed with. Tumekubaliana jameni? Bas, mimi niko hapa na viongozi wenzangu. Wacha nianze na gavana wetu Mheshimiwa Ochilo Ayako. Mko poa? Mmefurahia rais akitutembelea? Hebu nione kwa mkono wale wamefurahia ugeni ya rais. Sisi kama viongozi wa Migori, sisi tumeamua tufanye pamoja na rais. Tumeamua tukiwa county assembly, tukiwa national parliament, tukiwa ugavana, na nyinyi mmeamua pia. Wangapi wamekubali tutembee pamoja na rais? Hiyo tumeamua kichama. Baba amesema ama hajasema? Baba amesema ama hajasema? Hebu nione kwa mkono wale wamekubali baba ametuelekeza pazuri. Nataka kumshukuru rais. Tulimuomba tutembelea kwa njia ya maendeleo. Amekuja ama bachuja? Rais ochopo koseo kochopo. Ber koseo kuber. Koradua kwau. Mama Ida nyocho biro Migori. Okoni waduok siasa piny. Mondo wakome kodhni. Wakome ang'o? Rais Mama Ida alitutembelea akasema tupunguze siasa,
tuendelee kwa maendeleo na tuweke mbegu kwa hii mvua ya sasa. Kwa sababu wale wanangojea mvua ingine, hiyo mvua labda itanyesha, kutakuwa tuna radi na mambo mingi. Donge winjojo dalawa. Huyu rais ni mtu wa kusema kweli na ni mtu wa kutenda na ni mtu anatembelea wananchi. Rais, tunakupenda sana na tunashukuru sana umetutembelea hapa Rongo, na najua hapa Rongo tutapata masoko mingi. Mimi niliomba hii tukiwa pamoja na mbunge Paula Buor. Kuna ingine tumeomba Modern Market pale Rongo, ingine Opapo na kuingine, na vile na kuona watu wa Rongo wamekukaribisha vizuri, najua itakuwa sawa. Itakuwa sawa ama isiwe sawa? Na unajua ikiwa sawa, si hata 2027 inakuwa sawa? Ama kuna nini? Wangapi wanataka 2027 iwe sawa? Nione kwa mkono. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wacha nimuite waziri wetu ambaye tunaenda kufanya kazi huko Rongo sasa, Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Haya. Rongo oye! Rongo oye! Mheshimiwa Rais, hao wananchi wamejitokeza kwa kweli. Wangapi wamefurahi kwa Mheshimiwa Rais ametembelea siku ya leo? Mimi kazi yangu Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha ya kwamba kulingana na mpango yako ya serikali yako, nirudi hapa nihakikisha ya kwamba stima imeingia katika kila kijiji. Wangapi wanahitaji stima kwa kila mjiji? La tatu, Mheshimiwa Rais, hawa wananchi wa Rongo ni wameamua tayari ya kwamba wahatembea na wewe mpaka mwisho. Jadimo wachone President Ruto ni wao de nyaka giko. Ni uyege washino eloru kama na yenya sai madigwedu. Thank you. Haya. Niko hapa na seneta wetu Mheshimiwa Edi Okoya. Haya. Vijana hoye. Your Excellency, mimi kazi yangu ni rahisi sana kukukaribisha hapa Migori na hapa Rongo. Lakini wacha niulize vijana kitu kingine kwa Kijaluo kidogo. Jodala wa rais wacho mang'eny mag maendeleo donge. To anan kijana donge. Anoka kwa manamo wana makawuono kosoka mana. Mogo moro makawuono kosoka mana. Dong manen. Bwana Rais, hawa vijana hapa Rongo, hawa are the most organized boda group hapa Rongo. Sasa vile wakuwa organized, najua umesema kuna miradi hapa mingi sana unatutengenezea. Na tunaona inaendelea vizuri. Ile njia ya kutoka hapa mpaka Riosir mpaka kule university umesema. Pia ukisema Okay. Alafu pia tukitoka hapa ile njia Nyarach ukienda Oboke mpaka kule Rangwe, najua iko kwa mpango yako rais. Lakini unajua kama hizo zinaendelea, vijana bado wana struggle hapa kwa bodaboda. Tunaomba kwamba tuwaorganize kidogo, uwawachie kidogo ya kuweka kwa ile sako zao za bodaboda. Na zile sako za wamama pia, lakini mimi nawaambia watu wa Rongo kwamba miaka 5 tulisupport ile serikali ingine bila kutupatia kitu chochote. Na tulisupport serikali hiyo ingine bila kupata hata waziri. Na hii serikali imetupatia waziri wengi, na imetupatia programs mingi na projects mingi. We cannot be convinced otherwise in any other right rather than right of economic development that President Ruto has brought in this region. Therefore, as a people, we have decided to stay with him and support his cause for now, forever. Thank you so much. Nyota utakuwa
sasa kwa sababu ya masaa, wacha nimuite mbunge wetu wa hapa Mheshimiwa Paul Abdul. Your Excellency Dr. Ruto, mawaziri ambao wako hapa, wabunge wenzangu na watu wa Rongo, amjambo. Nyasaye ber tosechete. Tumefurahi sana Your Excellency kufika hapa Rongo. Tumefurahi kwa mradi umetuletea ESP market. Tumefurahi sana vile umesema barabara la Riosir Rongo University mpaka Chamgiwadu itatengenezwa. Na nataka kuambia watu wa Rongo, President anafanya vitu mingi mpaka na sahau zingine. Nimekumbusha President hapa Rongo bali tuko ametupatia hostels ya 2400 students pale Rongo University ndani. Wacho nade? Nimekumbuka President tena huko Nyara tutafanya affordable housing. Kwa hizo zote Mheshimiwa Rais, yangu ni kusema tu asante sana na karibu sana Rongo. Jorongo untie. Jadi mora kwa rais ka. Odua kwa zoko duogi. Rais Ruto nikimaliza nataka kukuhakikishia my predecessor Dalmas Otieno tulifanya naye kazi vizuri na huwa namshauri mara mingi. Nimefurahi bibi yake yuko hapa Dorothy. Wacha tu asalimia tu kidogo tu hivi dakika moja. Strictly 1 minute, Your Excellency. Aya, Jorongo untie. Da kufuana kama umorgi rais obiroka. Ambe donka uono party leader maro biroka. Dongo neno ka wanjo chama. Wanjo Rongo wangie serikali mapile dongero urukamano. Diadimo wako rais. Ero urukamano. Soro, yeye ni jirani wetu hapa. Riosiri oye! Riosiri oye! Your Excellency, hapa ni Kosir, hapa ni Riosiri. Wakati tunafanya mpango ya maendeleo hii sehemu, pia tunafanya mpango ya maendeleo wapi? Hii sehemu. Your Excellency, kuna shule moja hapa chini inaitwa Kodero Bara. Shule ya zamani sana. Shule kubwa sana. Your Excellency, kabla hujatoka hapa tunaomba uongeze hiyo shule pesa iweze kuinuka. Iko sawa, iko sawa. Iko sawa, iko sawa. Lakini Your Excellency, hiyo shule inakuanga na dada yake hapa anaitwa Riosiri. Ukipeana hapa pia ukumbuke dada yake yako hapa anaitwa Riosiri. Iko sawa, iko sawa. Kwa sababu Your Excellency, hii barabara hii miaka ya zamani, kwa sababu mimi kwetu nyumbani ni hapa tu. Huku juu kunaitwa Enamba. Miaka ya zamani hii barabara ilikuwa ya Maram. Actually imeongezwa, imejengwa lami the other day tu katika hii serikali yenu. Hii area yote hii. Wakati wa kitambo Your Excellency, kwa hii uwanja vijana walikuwa wanapigana sana. Na ndio maana hizi project zilikuja kuwekwa shule hapa na shule pale ndio watu waweze kujitegemea na kuenda kujiendesha. Ya pili Your Excellency, Mheshimiwa Opiyo Wandayi, wakati ulikuwa unazungumza hapa ulisikia vijana wakilialia hapa. Ukweli ni kwamba hapa hakuna stima. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ile kitu hukuambia kaunti ya Migori iko na 1.4 iko na 900 million ya kuweka stima. Kaunti ya Kisii iko na 700 million. Lakini hujatuambia ni lini itaanza kufanya ndio ianze kuwekwa hiyo. Iko sawa, iko sawa. Iko sawa, iko sawa. Lakini mimi najua kwamba hiyo process ya contracting inaendelea. Maliza haraka kwa sababu giza iko hapa, giza iko huko, giza iko huko na giza huko huko. Munapenda Mheshimiwa Rais? Munapenda Mheshimiwa Rais? Hebu niona mikono ya Mheshimiwa Rais. Ya mwisho Your Excellency. Tafadhali vijana tukienda kucheza mpira tuache kupigana. Jana Gor Mahia ilitunyorosha. Mbaya. Lakini pia nyinyi wale wengine mulileta vita mulifanya mbaya. Mpira si ya kuleta vita. Ni kutazama na kufurahisha macho na kuna kushindwa na kuna kushinda. Si namna hiyo? Asanteni sana. Tutaonana tena kule mbele. Thank you very much.
wa Uriri, pengine tuwaseme tu sema tu jambo dakika moja. Hamjambo. Hamjambo Rio Sir. Mmekaribisha rais. Mimi nilikuwa nasikia watu wengine wanasema watu wa Migori hawajakaribisha rais. Hebu tuone kwa mikono namna hii. Rais, sisi tunakupenda kwa sababu mambo yako ya maendeleo. Lakini wacha nikwambie ile kitu itakuokoa hapa Migori wakati inafika 2027 ni hii miradi unafanya. Ni hii stima unatufanyia na hii mambo ya barabara. Kwa sababu hiyo ndio tutaambia wananchi, na sisi tuko na wewe leo, tuko na wewe kesho mpaka 2032. Wangapi wako na rais mpaka nje? Asante sana. Sababu ya masaa, wacha tu nitaje majina ya wabunge wale wengine. Tuko na chairman wetu wa budget kutoka kule Siaya, mpigeni makofi. Niko pale hapa na ndugu yangu Kitayama, mpigeni makofi. Niko na wadosi wengine hapa, lakini wacha ni confirm kwamba mambo ya hapa Rongo University. Vijana muko? Vijana wa hapa Migori muko? Hapa Rongo University tunajenga hostel ambayo itahost vijana 2500. Tunahitaji vijana 600 wa kufanya hiyo kazi pale. Vijana wa hapa muko tayari? Muko tayari? Tuko na program pia ya affordable housing ambayo tunaanzisha hapa. Tunahitaji vijana wengine wa kufanya kazi. Muko tayari? Mnasema tuendelee pamoja? Na hiyo maneno ya shule imesemekana ya Kodero Bala. Kodero Bala, nitamwambia huyu muungwana yangu anaitwa nani huyu? Paul Abor. Nitamsaidia 5 milioni ya hiyo shule. Si ndio? Alafu ndugu yake inaitwa nini pande hii? Rio Siri. Pia nitatafuta 5 milioni niwapatie. Lakini mtapeleka watoto wenu shule si namna hiyo? Tuko pamoja? Mimi nataka niseme asante sana watu wa hapa Rongo na watu wa hapa Rio Siri kwa kunikaribisha. Mimi nasema Nyasaye okwedhu, Mungu awabariki, and I love you people. Thank you very much.